ya shetani, akanitoa kwenye mikono ya dhambi. Bwana asifiwe. Hiyo ndio faida moja wapo ambayo Yesu alitoa, ili sisi leo hawa watu ambao wamebatizwa jana, wametoka kwenye vifungo vya ibilisi, wametoka kwenye vifungo vya shetani, lakini watu hawa wameamua kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Naomba tumpigie Yesu makofi. Wapendwa katika Bwana, nataka nikwambie asubuhi ya leo, kuna watu tumetoka katika mazingira magumu, mazingira ya uchawi kabisa, mazingira ya uganga wa kienyeji, mazingira mabaya kwenye familia zingine, ziko ni mazingira ambayo ya watu ambao walikuwa wanafanya vitu vibaya kwa watu wengine. Wengine wanajisikia mambo ya uchawi, mambo ya ulevi, mambo mbalimbali, wamefanya vitu vibaya, hawakustahili kabisa kuwepo, lakini kwa neema yake Yesu akatuokoa. Leo tuko hapa jamani, haleluya. Sasa hapa watu tuko kwa neema. Mungu ametuokoa, Mungu ametutengeneza. Wakati mwingine ninapotafakari, nikiangalia watu ambao tulisoma nao, wengine leo ni waganga wa kienyeji, wengine leo ni wachawi, wengine leo ni majambazi, wengine leo wafanya vitu mbalimbali, lakini kwa upendo wake Yesu, yeye akaniokoa na yeye akakuokoa. Na ndio maana uko hapa, kwa sababu iko neema ya Yesu iliyokuokoa. Huo ni upendo wa kiasi gani ambao Yesu Mungu alimtuma mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, wakati mwingine unaweza kusikia taarifa mbaya kwa mtu, tena taarifa ngumu na mbaya kabisa. Watu wanataka kufanya vitu mbaya kwako, lakini bado unaendelea kumpenda, bado unaendelea kumjali, bado unaendelea kumthamini. Bwana asifiwe. Maana anayemtumikisha sio yeye, ni adui anayekaa ndani yao. Sisi hatuchukii watu, tunachukia adui anayekaa kwenye maisha ya watu. Jamani, haleluya. Hawezi kuchukia mwanadamu mwenzako, hawezi kuchukia mtu ambaye Mungu na Mungu, lakini tunachukia adui anayekaa ndani ya watu. Na ndio maana ninasema, nawapenda wale wanipendao, wanitafuta kwa bidii, na watapenda wataniona. Upendo. Bwana asifiwe. Na ndio maana nikamwambia, hebu lieka naye jana, mwambie nakupenda. Mwambie jirani yako nakupenda. Wakati mimi nakaa naye, mtu mmoja akaniuliza, wewe baba, wewe kabila gani? Nikamtajia kabila langu. Mbona sielewi? Nikamtaelewa polepole, kwa sababu Yesu amekuja kututengeneza, kutukomboa, kututoa kwenye mikono ya ibilisi. Lakini upendo umetufanya tumjue Mungu. Upendo umetufanya tumjue Mungu. Kuna watu unamkuta muda wote ni mtu wa mawazo tu, ameshikilia tamaa, ameshikilia kichwa, anawaza vitu vingi, anawaza mambo mazuri na mambo mabaya. Nataka nikwambie asubuhi leo, ukimjua Mungu, hata kama uko kwenye matatizo makubwa, Yesu atakusaidia. Kuna kipindi unaishi, unaona kama haiwezekani duniani kuishi, unahisi kama kuchukiwa na watu, unahisi kama watu wamekuacha, unahisi watu hawakupendi. Nataka nikwambie hivi, upendo wa mwanadamu na kikomo. Mwanadamu anaweza kukupenda, mwanadamu anaweza kukuchukia saa yeye. Lakini Mungu naye bila habari zake, yeye ametufanya tumjue na anatupenda. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:7-8. Upendo umetufanya tumjue Yesu wa Mungu. Yaani upendo wake umetufanya tumjue Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 7 hadi 8, Biblia inasema, wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa wapenzi na mpendane. Yaani napompenda mwanangu huyu, sihitaji kujua yeye ni nani, nataka nimjue tu yeye ni mwanadamu na anaomba na Mungu. Kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Na kila apendaye amezaliwa na jamani na Mungu. Jamani, mtu ambaye anamchukia mwenzake amezaliwa na nani jamani? Amesema kila apendaye amezaliwa na jamani na Mungu. Jamani, wewe uliyezaliwa na Mungu lazima uwe na pendo ndani yako. Lazima uwe ni mtu ambaye unawabariki watu. Yuzi hapa nikiwa hapa, naye anamjua Mungu. Asante. Wakati naweka tiles nikampigia kijana mmoja, nikamwambia kijana wangu, naomba mifuko 3 asimenti. Akasema mchungaji, kwanza leo nashukuru kwa kunipa heshima. Kwanza kitendo cha kunipigia nimejisikia kufurahi, nimejisikia kupendwa. Wala hasara. Akasema mchungaji, nilipenda.
Kwanza ile kitendo cha kuona umenipigia simu, nikamwambia nakuomba simenti. Sasa mchungaji ananipenda halafu anijali. Kwa sababu kwa kanisa ambalo linajengwa na wewe jinsi sababu yani umekaa chini ukaangalia mamilioni ya watu wote Tanzania, ukaona mimi nastahili kutoa mfuko wa simenti, akasema naomba niutume sasa hivi. Nikagundua kuna watu wanahitaji kupendwa. Hakuna mtu asiyehitaji kupendwa, kila mtu anahitaji kupendwa. Na pendo hili latoka nani jamani? Latoka kwa Mungu. Na ndio maana tukiwa hapa lazima tumjue Mungu. Usipomjua Mungu huwezi kumpenda mwenzako. Mjue Mungu sana ili uwe na maarifa. Yaani ili mpende mtu lazima kwanza mpende Mungu. Bwana asifiwe. Na katika zile amri 10 za Mungu alituachia amri 10 ngapi jamani? Amri 12. Ya kwanza ni kupendana. Kwamba usipompenda Mungu maana yake hawezi kumpenda ndugu yako. Maana wanadamu wana makolokolo mengi, wanadamu wana shida nyingi, wanadamu wana vitu vingi wamehifadhi kwa mioyo yao, wana vitu ambavyo vya kifamilia, wana vitu mpaka vya kiukoo, wana vitu ambavyo wamevilisi kwa familia, kuchukia watu. Yaani kuna mtu ambaye roho yake inatembea na inaambukiza mpaka watoto wake. Ni mtu ambaye chochote kile, hata kama ungevaa vizuri ukapendeza, atakuchukia bila sababu. Unaweza kama umejenga nyumba yako nzuri sana, ukamwambia nimejenga nyumba nzuri sana, kwa sababu ndani yake kuna hila, ndani yake kuna changamoto, atakuchukia. Nataka nikwambia asubuhi ya leo, wewe ambaye Mungu amekupenda kwanza, amri nasema tupendane sisi kwa sisi. Jamani, haleluya. Nataka niwaambie vijana mlioko hapa, amri kuu ya Mungu ni kupendana sisi kwa sisi. Usipompenda mtu aliye jirani yako, huwezi kumpenda Mungu usiyemwona. Unawezaje kumpenda Mungu asiyemwona wakati jirani yako mpendi? Unaona kama hivi niwalisha keki. Hii keki nayo nimeisha hapa. Kuna watu nimewauma hapa. Hii keki tu, yani keki ya 25. Kuna watu tayari hapa ni heka. Mchungaji kwa nini amependelea hawa? Yani kama roho ya upendo yako ndani yako, akipewa mwenzio kwako ni changamoto. Nataka nikutie moyo, wamekula keki hawa, wewe unaweza kukula zaidi ya keki. Siku moja tulikuwa kwenye vikao fulani. Sasa unajua wale viongozi wanaenda kula chumbani, alafu wengine wanalia ulayani. Mmoja akawa anateseka, hivi kule chumbani wamepeleka nini? Wanakula nini? Hao viongozi ni wahuni, hao viongozi hawafai. Yaani sisi wanatulisha maharage na nyama za ajabu ajabu, kule wenzao wanakula chipsi, wanakula mayai, wanakula vitu mbalimbali. Yule bwana akawa anapambana aende kule ndani aone kule wamekula nini. Yaani roho inamtesa, roho inamsumbua. Bahati nzuri mwenyekiti wa kina mama, nafikiri Roho Mtakatifu alimuonyesha, akamwambia binti yangu samahani, nenda kawanawisha watumishi wa Bwana. Yule binti akaingia, akafurahi kuingia mle ndani. Akaingia mle ndani. Alipokuwa anafungua, akafungua kuta na ugali aina ya dona. Akafungua sufuria ya pili akakuta maharage. Akafungua sufuria ya tatu akakuta kuna nini? Kuna mchicha. Hapo maikita kama akasema sasa wewe kwa sababu naisha wakimaliza kula kile chakula ambacho watakuwa na wao mchimeza upakua, na wewe pakua ule. Huku raiani kuna nyama, kuna maharage, kuna kila kitu. Sasa amechanganyikiwa. Huku kwa watumishi kuna ugali wa dona, kuna maharage, kuna mchicha. Sasa nafsi namtesa sasa. Maana amekuwa kama wale mliosoma vitabu vya zamani, wanasema sungura nini sikafanyaje alipasikia njia pana. Anahangaika. Sasa kwenda kuchukua chakula nje kwa nyama anapata shida. Maana kule nje kuna wali, kuna pilau, alafu ndani pia kuna nyama. Lakini huku ndani alikokuwa anakulilia, kuna nini wapendwa? Kuna maharage, kuna mchicha, kuna ugali wa dona. Watu wakaendea kupakua kunje. Akamwambia dada moja, dada, naomba uje hapa. Huku hakueleweki huku. Usisahau huko unapochukua sahani mbili, huku ndani huko hakueleweki. Maana mtu ambaye ana roho ya upendo, sifa nyingine anakuwa na tamaa. Pendo. Namba 3, upendo unatusaidia kutondoa kwenye wingu la dhambi. Upendo unatusaidia
kutuondoa kwenye wingu la dhambi. Yaani ukiwa na upendo unaona watu wote ni sahihi. Ogopa mwanamke mchoyo alafu mwanaume mkarimu. Ni bora mwanaume wa kidogo mchoyo. Mwanamke mchoyo anamwambia mke wake, mume wake anamwambia kwamba leo tuna wageni wanakuja kutembelea, anahangaika yule mama. Hawezi kutoa mawazo kwamba tuwalishe 1, 2, 3. Atatoa mawazo, mume wangu tunasomesha, mume wangu tuna watoto, mume wangu tunajenga. Hiyo ndio roho ya uchoyo. Mtu mwenye roho ya uchoyo, yani ajisikia wageni wanakuja. Tena siku hizi wachungaji, Mungu atusaidie, tukisema nakuja kutembelea wakati ni vitu, ndio maana kwa wachungaji tumepunguza spidi. Maana unapoenda kutembelea familia ya wachoyo, unasikia wanagombana ndani ya nyumba, mle ndani ya nyumba. Kanunue samaki, baada ya kwenda kula samaki ile mkubwa anaenda kununua baby samaki vidogo vidogo, sio wanavitaji vile. Wanavitaji samaki vidogo vidogo vile. Au samaki zile sibiela tumeelewa. Halafu pale mezani anafunika na haya mnaita simanini, simapoti, simanina, misi ya yodaga kwa tofautisha yale ya watoto na haya ya ndani. Kiswahili kinasumbua kidogo. Unakosa kumefunikiza pale, baba wewe leo ulitoa ile ya samaki, watoa ile pilau, alafu anakuja kufuna, unakuta vidagaa vile kama vikombe viko kwa sufuria mnadani. Sababu nachanganyikiwa, hili mwanamke hili nilizoaga wapi? Sio ulizoaga wapi, ulimuoa tu kwa ndoa, lakini kwa bahati na mambo upendo hana, ukarimu hana. Lakini mkarimu wa kwanza ni Yesu Kristo aliyemtoa mwanae wa pekee. Na ndio maana watie moyo vijana mlioko hapa, naomba tuwapigie makofi vijana wa kiume. Ongeza makofi vijana wa kiume. Unaweza kukuta kijana wa kiume kabla hajaoa ni mkarimu, watu wanajaa chumbani kwake, watu wanamtembelea, watu wanapishana, watu wanakwenda. Lakini baada ya kuweka nyamununga au baada ya kuweka mwanamke ndani ya nyumba, unashangaa kale kama mwanaume kanazidi kukonda. Maana wale marafiki zake wote wanapotea, hana amani, hana furaha. Nijaribu kuwa mwanamke mchoyo, lakini ni mateso sio, lakini huwezi kufa. Ndio maana kijana hatukupimi ukarimu kwa kijana bachelor. Tunakupima ukarimu baada ya kuoa. Maana kwa kijana bachelor hatukupimi sana kwa sababu hujakutana na mambo mengi. Lakini kisha oa sasa ukapata andunje kwenye familia yako, samani sio andunje, ukapata mwanamke mzuri. Unisamee kina mama, nasema mwanamke mzuri. Hapo unaona shughuli yako. Tuna mwanamke tu wageni wakia hodi, anachukua ugali anaweka uvunguni. Kisha weka uvunguni, karibu. Sasa mwanaume atukiona uvunguni huwezi kusema, lazima mstiri mwanamke wako, usimemwoa. Na kuna bahati nzuri, kuna watu wakienda kutembea kwa mtu hawawahi kutoka. Anabandika ya kwanza anamaliza, anabandika ya pili anamaliza. Akinazimeisha zote anasema Simba na Yanga wanacheza lini? Halafu kwa kumaliza sema samani mwa TV kubwa hapa, leo kuna mchezo wa Simba na Yanga, hebu niwekee. Na ukipiga mahesabu Simba na Yanga inamaliza saa 2 usiku. Sasa ugali utakaa uani mpaka saa ngapi? Unamwita mama pembeni, samani mama weka uwanjani. Sasa mimi nimesoma, ni mtu wa budget. Sasa unianzie kutoka ile saa 7 mchana mpaka saa 2 usiku. Yaani mimi nautoa. Yaani bora ndoa ivunjike, lakini mimi naingia uani kabisa, nachukua ugali naweka mezani, nachukua ngaba, jamani samahani tuliweka kama friji huko chini. Hekima haitakosekana. Upendo. Petro wa kwanza 4:8. Pendo umetuondolea wingi wa dhambi. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8, Biblia inasema zaidi ya yote iweni na bidii kubwa katika kupendana. Iweni na bidii kubwa katika kupendana. Kwa sababu upendano usitiri wingi wa dhambi. Kwa sababu upendano usitiri wingi wa dhambi. Yaani nataka ukimpenda mtu makosa yake huyaoni. Na ndio maana
Watu wengi mnapataka shida, naomba muache hilo. Ukiona mtu kamchumbia mtu fulani, achana naye. Yale unayoona matatizo yeye hafanyi, wapendwa, hayaoni. Upendo husitiri wingi wa nini? Wa dhambi. Yaani mtu kimpenda, yale makolokolo, yale matatizo, yale shida huyaoni. Upendo husitiri wingi wa nini jamani? Wingi wa dhambi. Na ndio maana mkanisani hatuhitaji kukosoana sana, tunahitaji kupendana. Jamani, hapa ni gereji. Nasema kanisani ni wapi jamani? Ni gereji. Tunapokea watu ambao wana makolokolo mengi, halafu baada ya miaka miwili unampenda mpaka huamini. Hakuna mtu aliyekuja kanisani amekamilika. Tunakamilisha tatizo. Yaani kanisani kuna mapembe mengi. Tena mapembe sio ya Kimasai, wale ng'ombe mapembe marefu. Halafu kia siku Yesu anakata kidogo, ndio maana kanisani utakuja ni mapepe. Unaambia utulia, atashuka atatulia. Tunashangaa na tulia. Yaani kama vile upepo wa gari unashuka. Unashangaa, binti fulani kabadilika ise. Ukisikia binti fulani kabadilika ise, unajua anakaribia kuolewa. Upendo usitiri wingi wa dhambi. Yaani hapa kanisani ukishaokoka, ukubali kutengenezwa, ukubali kushughulikiwa tabia mbalimbali, kwa sababu wewe utaziwa tabia miaka 20. Ndio maana ukisikia mtu amekusema vibaya, usijisikie vibaya, kwa sababu kuna watu wametoka duniani jamani. Wewe fikiria mtu ambaye ametoka kwenye ukahaba, mashangingi wale mnaonaga wanaocheza mdundiko pale jamani, wanavua mpaka nguo barabarani. Wangapi mwahi kuwaona hapo? Wale ambao wanacheza ngoma za mdundiko, wanao kunanyosha mkono. Sasa yule anakuja kanisani, tunamtengeneza mpaka bali sio kazi ndogo. Umbea wao, usengenyaji wao, wivu ni wao. Maana kuna wivu aina mbili, kuna wivu mzuri na wivu uliopitiliza. Maana mimi kwa na wivu ya mke wangu, yeye ni amri, lakini wewe na kiasi. Maana nisipokuwa na kiasi nitamfunga remote mgongoni ili nijue saizi yuko wapi, alafu nitakufa mapema, nitamwacha. Nataka na nikimwacha nikafa, wanaoa wengine. Hii sio haipingiki. Swala la mtu akifua kuolewa lipo, na ndio maana ambaye wanadamu nakupenda sana inaishia juu ya kaburi. Hakuna aliyewahi kulia wakafukia wote, haipo hiyo. Jamani amina. Jamani amina. Hakuna mtu yote alafu alivyokuwa na akilikalia sana, wanakuja na kale mungage udongo asirudi. Hapa ya mama kalia sana mpaka amefunga nini kibweba, afisa mungage udongo, na wewe unachukua udongo usirudi tena. Na kwenye msiba pale pale watu wanatuma message. Hayo mambo yapo. Unasikia mtu amtua sasa, jipe moyo, jipe moyo, jipe moyo. Mungu atakutia moyo, Mungu atakufariji, Mungu atafanya vile. Baada ya miaka 3 mimi nasikia bwana yule bendwa kaolewa na kafunga ndoa. Shughuli imepita. Ndio maana ni vizuri kumpenda Mungu ambaye hana mwisho. Jamani, haleluya. Mwanamke vile vile, mwanamke akifa tena, wanaume tena, na Mungu atusaidie, hata miezi miwili haishi. Baba mmoja alifiwa na mke wake, imeisha kama wiki moja, anusa kanitumia message, mchungaji na kutegemea wewe unitafutie mchumba mzuri. Wiki 3. Na kwa kweli mume wangu ananipenda, hata nikifuta baki peke yake. Uhuni huo. Wewe mpendane mkiwa duniani. Akikwambia nenda Soweto, nenda mapema. Akikwambia twende Kilimanjaro, nendeni mapema. Akikwambia twende wapi jamani? Wapi mnakuja kwingine? Nendeni mkale. Haya maisha yanapita. Wiki 3 anatumia message, mchungaji na kukubali. Umekuki niombea. Nasema Mungu, jamani nimemwombea mke wake afa. Ngamba baba, hapana. Tuendelee kuomba. Miezi miwili anambia unakumbuka hitaji langu? Yaani kaburi hata halijafanya pendo, halijaota hata nyasi. Alipoona namsumbua agamia pande wa pili, na shangaa tu kadi imekuja. Kristina Festo kamchumbia sana. Lakini upendo wa Mungu haubadiliki kamwe.
duniani mpaka mbinguni. Pigia Yesu makofi mazuri. Lakini pia upendo, ufadhili. Upendo, ufadhili. Upendo wa kimungu una uwezo wa kukuinua na kupandisha viwango vingine. Upendo wa binadamu unapenda uendelee kuwa mtumwa. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:17. Upendo hufadhili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 17. Biblia inasema, lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, kisha akamuona ndugu yake, ni mhitaji, akamzuilia huduma zake. Je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake? Yani nakwambia hivi, yani kama mtu amekupa riziki iko ndani yake. Na ndio maana wamama mlioko hapa mnaovaa vigauni vinawabana, mnashindwa kupumua, mnashindwa kuwapa binti, hiyo ni tatizo. Wako akina mama hapa, una nguo ulinunua mwaka 2000 unavaa mpaka unatamani kutapika. Hebu mwangalie mwenzako anapumua vizuri. Kuna vinguo vinabana. Wewe tumbo ni kubwa tu, limeshazaa watoto 8, unalibana la nini? Unaona anatembea kwa hiyo. Nataka misimodo afu ende wapi? Ulipambana uwe misimodo, umeshampata Samueli Masaiko tayari. Upendo unapomwona mwenzako ni mhitaji, mpe mwenzio. Jamani, haleluya. Wangapi mwae kutoa nguo kwa hapa wengine? Nyosha mkono hivi. Sina wengine hawajawahi kutoa. Unaona mtu mzima ana miaka 45 amevaa kisuali kimebana kama nani, fimbo ya bunduki. Kwenye kulala analala hivi, anapanga mahesabu ya kuchomoa suruali. Yani unakuta analala kwenye kitanda, halafu ananyosha miguu, halafu ametegesha vimisumari kwenye nini, kwenye nguzo, halafu anaingiza msumari ili chomoe, kwa anajivuta na chomoka. Saidia wengine. Wamama, mtoto wako amekuwa vibukta vimwenei, wapelekee wengine. Jamani, haleluya. Nenda kasalimie, mwachie baby show ambayo watoto mitoto imeshakuwa kubwa. Hafu nakuta eti wa kwanza alikuwa mtoto wa kike, wa pili kama mtoto wa kiume. Eti kwa sababu gaze nguo anampa mtoto wa kiume anavaa sketi. Na wanaume, Mungu atutie nguvu. Kuna wanaume mnao kuvaa sketi hapa. Kama unakataa, muombe mama picha ya utotoni. Juzi kuna mtu mmoja akapiga picha, watoto wote ni wa nini? Ni wa kike na wa kiume, lakini huwezi kutofautisha. Mama sema huyu nimemvalisha sketi ya dada yake. Na usipotoa vitu haviwezi kuingia vitu. Jifunze kuwagawia watu. Beba watoto ndani ya kanisa. Kuna mabinti wapo hapa kanisani, wengine maisha ni magumu. Hebu wabebe, wako washonee nguo zao. Unakaza sema huyu bila bango fupi. Pepo kabisa, na bango fupi. Simunulia nguo ndefu. Sigakuwa kiali karefu. Haipeleka wapi? Akaye uchi. Hatuzai watoto wafupi wanarefuka bwana. Hasa mrefuka na neema ya miujiza hela hana. Umeona nguo ni fupi, mchukue, mpeleke kwa fundi, mshonee nguo, halafu ona kama ataitupa. Yakuta mkaweni wanakaa wanajadili, kwa kweli binti anavaa nguo fupi, kamnunulie nguo. Jamani, amina. Jamani, amina. Wanaume tukiamua kununulia binti nguo, utasikia una mapenzi na huyo mtiti. Sasa tufanyeje? Kavaa kinguo kifupi 20,000 ipo mfukoni, nikimpa kwani dhambi kwa wapi? Jamani, amina. Mwambie jirani yako, kumtikise, mwambie acha uchoyo. Mwambie utakufa utaviacha. Mwambie nguo zako atagawana nguo za marehemu.
Mwambie mtikise tena, acha uchoyo. Mtikise, mwambie acha uchoyo. Mwambie acha kuvaa vingo vya bana wapo wenzio. Mwambie usivae Simba ni mwembe tayari ya mwaka 80 wapatie wenzio. Eti mtasa Bwana asifiwe na mshukuru Mwenyezi Mungu, wakati wa Mwalimu Nyerere ingo bado ninayo. Hiyo nayo sifa hiyo unaiona. Alipokuja Mkapa nguo ninayo. Alipokuja Rais Kikwete nguo ninayo. Alipokuja Mwinyi nguo ninayo. Yeye unajisifia. Wewe umepitwa na wakati. Wape nguo watu. Wapende watu wote. Na si unagawa kwenye ukoo wako. Unatuma nguo Kigoma wakati wahitaji wako hapa. Zitadondokea kwenye basi, mzigo utapotea. Uchoyo huo. Litume lifurushi Kigoma na kuambia likifika kazi wa mimba linadondoka, watu wanachukua. Unashuka hakuna mzigo. Unakwenda Biharo na mzigo linadondokea mlima ule wa kutoka wapi? Wa kutoka ule mlima kwenye chumbi pale. Wapi pale? Uvinza, unapanda mlima, ni mzigo unadondoka wewe Msinzia. Wanachukua wetu, wanaondoka kufika nyumbani, mzigo haupo. Ni choyo tu. Eti na shangazi zangu nyumbani, kwani kwa nyumbani hakuna watu wengine? Pendaneni ninyi kwa nini? Jamani, amina. Kuna watu mnaunga ndani, unasaga mpaka unga unatoa wadudu. Tatu, kuna vijana wako hapa, maisha yao bado wanapumulia ICU. Wanahitaji watu wa kuatia moyo. Wape unga, wape mchele, wape maharage, wape dagaa. Unang'ang'ana mpaka dagaa zinatoa funza. Utajibu mbinguni kwa nini dagaa walitoa funza. Unajua hukumu za mbinguni ziko nyingi. Kama maharage yametoa wadudu, halafu vijana wangu wa kanisani wanalala njaa, ukifika mbinguni unapanga foleni. Wewe ulishindwa kutoa maharage, kaa pale. Mbinguni hautakataza kwa kutenda dhambi, kutokunywa pombe, kutokunywa uzinzi. Mbinguni atashughulika Yesu na mambo madogo madogo. La kwanza, wale mnaonunua unga kilo 50 mpaka unaingia wadudu bila kugawia mabinti zangu waliopanga, kaa hapa. Wale mnaonunua nyanya zinaozea kwenye friji, kaa hapa. Wale mnaonunua nini? Ndizi za matunda mpaka zinaota manyoya. Wakati vijana wangu hawa wanaoimba na kusifu hawapi ndizi, kaa hapa. Unashangaa kunaimba president worship, unakaa pale. Hivi Yesu nikosani kwa ni ndizi tu? Watu huko hapa unashindwa kuwasaidia watu walioko hapa, unashindwa kuwabeba vijana. Biblia inasema tupendane sisi kwa sisi, tuwajali, tuwasamini. Mimi hapa kuna siku moja mwanangu mmoja alikosa ada, halafu na mtoto wa jana akakosa ada. Nikachukua hela ya mwanangu nikamrudishia ada mtu wa pembeni. Halafu baadaye Mungu akanifungulia mlango. Wakolosai 3:13. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 13, Biblia inasema mkichukuliana na kusameheana. Yaani unajua maisha ya duniani ni kuchukuliana. Hapa kila mtu ana changamoto zake. Wafupi wana changamoto, warefu wana changamoto, wanene wana changamoto, wembamba wana changamoto. Yaani nikianza kufundisha sifa za watu wafupi, sifa za wanene, sifa za warefu, mtanichukia leo na sitafundisha. Maana kuna wengine wana akili nyingi na wengine wana akili ndogo. Alafu wengine wana akili ya kati, alafu wengine ni wasumbufu, alafu wengine ni wakali. Sasa Biblia inasema tuchukuliane. Yaani mzee Fuse huyu unayemwona huyu ni rafiki yangu. Mimi nikimkosea mzee Fuse anaweza kanisamehe haraka kwa sababu ananipenda. Yaani mtu unayempenda unawahi kumsamehe. Sema baba, rudia tena. Mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi.
Sawa, simameni wajibu zangu, simameni. Unaona hawa, simameni. Hawa sio malaika. Simama tu mfano. Hawa sio malaika. Hawa wanapendana. Hawa wakikosana wanaweza kutwa nzima wasipeane salamu. Halafu ikifika jioni kila mtu anamuinda mwenzake namna kumwanza ili waongee. Unaona sasa hivi kuna visimu vimekuja. Unaona anamtumia message. Yaani uko chumbani, yeye yuko sebuleni anamtumia message na wewe unasamehe. Yaani uko chumbani, yuko sebuleni na wewe unasamehe. Kwani mimi nilikuwa nakusubiri nisamehe. Shughuli imeisha. Kwa sababu wanapendana. Kwa sababu wanajaliana. Kwa hiyo hawa kusamehana inachukua muda mfupi sana. Na ndio maana wanandoa wakigombana usishadadie. Wewe ukishadadie utaumia wewe. Chukua jembe kalime. Nenda kauze pilipili Kingalu. Wakigombana wanandoa sana. Watapatana, maisha yatafanya pendwa. Yataendelea. Wale wadaku wale ukiona watu wamegombana kusaidia wenye ndoa hawagombani ila wanatikisana. Kama mwanangu wanapimana mbavu, wanajaribishana nani mwenye ndevu na nani asiyokuwa na ndevu. Wewe ndoa hawagombani. Ukiona wewe ndoa anagombana, wewe chukua jembe kalime. Ugaza mume wako ni mbaya, mume wako hafai. Akisuluhishwa igakaa sawa sawa, atasema mchawi wangu aliyokutaka kuwa ndoa yangu ni huyu hapa. Upendo wa wanandoa hauwezi kubadilika, hata kama yani mwanaume atakuwa na ushetani, lakini baada ya miaka 10 atageuka, wataendelea. Mimi na ushahidi. Baba mmoja mke wake aliyeuka kaenda kwa muhuni kabisa. Ndugu akasema hakuna kurudiana, shetani huyo. Wamezaa naye watoto 4. Mama kaolewa kama miezi 3 akabeba mimba. Yule mwanamke akasema, Mungu kama unipa mke huyu nimuoe mimi. Ninasema kwa Mungu ali hai, mimba itakayoingia itoke. Yule mwanamke alipokuja na mimba ya miezi 6, ile mimba ikaozea tumboni, akalazwa miezi 2. Akamwita mchungaji, akamwombea. Ikamtesa karibu mwaka mzima kumalizika makolokolo mle ndani. Halafu akaenda kwa mchungaji, naomba mchungaji, nimeteseka, naomba mume wangu nisamehe. Baba akamsema kwa jela kwa ndoa. Ndugu zake sasa, wewe ni mpumbavu, wewe ni mjinga. Sisi tunakutelekeza. Akasema mimi ndio mjinga na mpumbavu, nimezaa naye watoto 4, maisha yataendelea. Hivi tunavyoongea ndoa imekaa sawa sawa, ndio inaendelea vizuri. Wenye upendo hawaachani ila wanatiki sana. Wala mnajifanya si washauri wa ndoa. Maana huko mitaani kuna watu yani washauri counseling. Hamjatumwa na mtu yote, mnajifanya washauri. Matembelea ndoa zako, tengeneza ya kwako. Hawa watu wamependana wakati wanachubiana, hukuwepo. Ulikuwepo. Jamani, amina. Upendo huvumilia. Wakorintho wa kwanza 13:7 tutasoma. Yaani upendo unavumilia. Unachukuliana halafu unavumilia. Hata kama kuna changamoto, ukimpenda mtu pamoja na madhaifu yake, pamoja na changamoto zake, lakini upendo unavumilia. Biblia inasema huvumilia yote. Jamani, haleluya. Na ndio maana nimewaita wanandoa hapa. Wewe miaka 20 mpaka miaka mingapi jamani? 50 na kuendelea, wamevumiliana mengi. Wengine vitandani huko wanajisaidia, wanavumiliana mpaka wanatoa salamu. Upendo huvumilia. Huvumilia nini baba? Yote. Wanadamu wana makolokolo mengi, lakini tunachukuliana. Kuna wengine wameoa wainjilisti. Mwanamke ni mwinjilisti. Kila kiamka baba ni kutubu. Baba watu ametubu mpaka amefika miaka 20. Haya baba fulani amka, nahisi kama umepoteza mwelekeo, piga magoti. Baba watu anapiga magoti. Kwenye nyumba kuna mambo siri ya nyumba. Watu wameoa wainjilisti, manabii, mitume. Anaamka usiku asema nimeota unapeperuswa barabarani. Baba watu anapiga magoti. Nimeota una kimada fulani kile kipaulina. Piga magoti nikuombee. Baba anapiga magoti. Nimeota na kunywa maji ya sumu ndani.
nimeota nakula nyama za watu. Hao wainjilisti, yaani ukiwa mwanamke wa kuinjilisti, wewe tega kichwa, unanyoa kila siku. Anaanza kaamka akasema nimeota kichwa chako iko chini, miguu iko wapi? Iko juu. Piga magoti. Ya mama ya kaka. Toka. Unainua macho hivi, hajamaliza. Mama, kazi inachelewa, tosubiri. Kwani kazi na Mungu bora nini? Wainjilisti. Anza kama akasema nimeona nyumba hii inapotea. Tumuite mchungaji tuiuze, tuhamie Kiegea. Sasa inabidi uwe na akili nyingi. Unasema mama, nakuelekea huko sio kuzuri. Nasema mama, nimekuelewa mama, lakini twende kwa mchungaji. Wewe unawahi kwa mchungaji, mtengeneze mke wangu, naona akili nafiatuka. Alafu kija kwa unatengeneza kisaikolojia, nasema mama, kilichokuwa kinatembea sio nyumba. Yaani wewe ulikuwa unatembea barabarani, unatakiwa tulie ule mume wako. Umemaliza. Kweli baba anapiga magoti kama mzee, weka mikono na mimi naweka mikono. Mnang'oa. Salamu naendelea. Nasikia nimeota katika Mungu lao, hela zako zinapotea. Mama, mbona ziko benki? Anasema hamna, naona zinatoka kwa tundu lingine. Lakini upendo huvumilia. Unavumilia mpaka mnafika miaka 30. Umeombewa maombi miangapi? Karibuni 62.3 umeombewa. Halafu kuna wanaume wa mitume na manabii. Akiaka kama akasema nimeona katika Mungu tunahamia kanisa lingine. Hapa hapana upako. Nini kasa niliona kabisa pale kanisani kuna wingu si alipo pale. Tunaelekea hapo Kilosa Kimamba. Pale nimeona kuna wingu. Mnakaa Kimamba miezi 6. Anasema upepo nimeona usiku unapepea unaelekea Dar es Salaam Pwani. Yeye unakuwa unatembea kama pia. Mnapika Pwani, mnakaa miezi 6. Nimeona Mwanza, ile bahari ya Shamu, bahari ya nini ya Mwanza, tumejenga pembeni ya bahari. Unanyanyua virago. Upendo uvumilia yote. Mwisho wa siku mnazeeka, hamna nyumba. Bwana aliniambia hatutaishi kwa mkate wala kwa nini, bali kwa neno la Bwana. Masuala ya kujenga hayapo, zipo nyumba mbinguni. Mnafia kwenye nyumba ya kupanga. Jamani, amina. Ukiolewa na mwinjilisti wa kiume vile mama ukisema natamani samaki, hiyo ni roho ya mama, naliona katika Mungu wa roho. Mama kibeba mimba akasema nataka mlenda, akasema ili pepo la kuzimu toka. Sasa upendo uvumilia. Kina Lydia walivumilia. Kwa mwinjilisti nimechanganya mama na mimba ya mtoto wa kwanza, nikakuta amekologa mlenda. Kama hii nini? Baba mlenda akasema hili ni pepo. Naitwa pepo la maskini toka kuzimu. Nikalipiga teke pa. Mama nikabokilia, unamtangaza shetani kuja ndani ya nyumba hii. Jipe moyo. Sasa niletee nyama, hafu nyama sina, hela ya kununua sina. Mama hata kavumilia. Nikazunguka nakuta nakula ubuyu. Kama ubuyu umetoa wapi? Ni ubuyu. Akasema ubuyu huyu unahatarisha maisha ya pepo. Mimi nang'oa pepo la maskini, hata pepo la maskini. Haya, ubuyu si utaki kuona mdani. Mama watu akawa anafika mahali sasa anaficha ubuyu. Nikiondoka na ula, akiona naingia na kabeskeli kanga anaficha. Ukiona na mwinjilisti ujipange. Anaanza kaunua sketi, gauni nzuri, akasema nimeona gauni ya mistari hiyo haina utukufu wa Mungu, na alichoma moto. Lakini upendo ufanyaje? Huvumilia. Leo tumekuwa wachungaji na tunanyosha injili na tunahubiri injili na kama kako tori. Haleluya! Amen. Sasa nakula maisha, gitaka ubuyu yumo. Akitaka sisi nini wale samaki mchanga yumo. Sina shida. Upendo huo. Wale mnataka kuolewa na wainjilisti mjipange katika hayo. Lakini baada ya miaka 3, maana wainjilisti kazi yao ni kutindua msitu, hapo mambo yanakaa sawa sawa. Sasa wakati huo nilikuwa na uchungu, kwa nini familia yangu ni maskini? Najaribu kutafuta network ya kupata mtandao, na network imepatikana. Ndio maana soda zipo. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Amen. Upendo uvumilia. Lakini upendo una nguvu ya kuvuta watu kwa Mungu. Ili kanisa liweze kujaa, sifa ya kwanza ni upendo. Watu wakija hapa tukawajali,
tukawathamini. Upendo unalikuza kanisa kuliko mkutano wa nje. Ndio maana kuna washirika wengine, mshirika akiingia anampa matatizo ya kanisa. Wewe ni adui wa shetani, wewe ni adui wa Mungu. Kwa sababu mshirika kija tu, yani ndio Bwana asifiwe, nimehamia hapa, nilikuwa Dar es Salaam, nimependa kanisa. Sawa, unaona anamsogelea kabisa. Kaka nitakulea. Subiri kwa 10. Kaka uwe hazari sana. Na leo hii kanisa lina 1 2 3. Lakini kope 180. Yeye ndio yuko salama. Mbaya, upendo unavuta kanisa. Mwambie mwenzako upendo wa Mungu unaongeza kanisa. Tuwajali wageni. Acheni kuwa na magrupu. Eti wakuta watu wa Kalela mko pamoja, watu wa Nyang'anga mko pamoja, watu wa Mbeya mko pamoja, watu si wa Bukoba mko pamoja, watu wapi mko pamoja, watu si wapi mko pamoja. Hiyo haina utukufu wa Mungu, ina utukufu wa adui. Kanisani hatuna makabila. Mwambie mwenzako kanisani hatuna makabila. Leo kuna vyama vya kufa na kuzikana, sivikatai. Lakini kanisani hatuna chama cha kufa na kuzikana, tuna chama cha Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai. Piga Yesu makofi ali hai. Hapa kuna chama cha Yesu ambaye alikufa akafufuka akatupenda na sisi tukampenda. Ndio yuko hapa kwenye madhabahu ya Galilaya Temple. Yuko Yesu peke yake aliacha enzi akampenda wewe na machozi yako, anatawala milele na milele. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Watu wana upendo wa kabila, wana upendo wa familia. Tumetoka kijiji kimoja, tumetoka mkoa mmoja. Utapotea. Mbinguni hakuna makabila. Mbinguni kuna watakatifu walioitwa na Mungu peke yake. Naona mtu, yani kuna watu wanapambana mkanisani, anatafuta wewe umetoka kijiji gani? Wewe umetoka kijiji gani? Yani nauliza moja moja. Nimwambia mmoja, mama mmoja, iwe ni marufuku mwanzo mwisho. Samahani, wewe unataka kijiji gani? Kijiji gani? Mpe mshahara, mpe nini? Nenda benki kagawa hela. Hapa kuna Wagogo, hapa kuna Wanyeramba, hapa kuna Wanjetulu, hapa kuna Wasukuma, hapa kuna Waha, hapa kuna Wachusa, hapa kuna Wabembe, hapa kuna Wakuria. Hapa jana nimesikia kabila moja basi yeye kulisikia yuko hapa kanisani. Yani hapa kuna makabila 120 na ngapi? 100 na ngapi hapa hilo? Yatakaye wapi? Hapa kanisani. Swala njegele ni la kipepo. Wewe umesoma na degree. Acha na ujinga huo. Umemaliza darasa 7 umeshaelimika. Wenda fefe. Wao kutana wanasindikizana wanarudi, wanasindikizana vile ni pepo vile. Yaani wanasindikizana mpaka nyumbani kwao. Alafu wanafanya pale wanageuka. Mwangalie yule pale. Si unamwona anavyotembea tembea. Yeye hata kanisani hayupo. Anatamani bado wae kuisha aende kwa mwenzie. Tumefanya ibada asubuhi, tukimaliza nenda katafuta hela. Narudia tena, tumefanya ibada asubuhi 1:30, tukimaliza katafuta nini? Hela. Utazunguka kwa watu, baadaye utauma kitu, utakuwa maskini. Utaanza ombaomba. Mshike mkono mwenzako, mwambie ibada ikiisha katafute hela. Mshike mkono mwambie ibada ikiisha katafute hela. Mwambie kaoshe vyombo nyumbani. Mwambie kaogeshe watoto. Mwambie kafagie nyumbani kwako. Mwambie nakwambia leo nakupenda kutoka ndani. Mwambie acha kuzurura kwenye nyumba za watu. Mwambie wapende watu wote. Mwambie nakuapisha kwa jina la Yesu. Mwambie acha ukabila. Mungu atakupiga. Mwambie ulishaokoka. Mpige Yesu makofi. Eti mwanangu wewe kabila gani mwanangu? Ulikaa kwenye geti hapo. Unanibariki sana mwanangu. Nini? Msagara. Lile la kwenu lile. Msangu. Umeona hiyo ni Msangu na Msagara. Alafu mama uliyekaa naye hapa nakula maisha. Yaani kuolewa bwana kuzuri. Binti kanenepa bwana. Kabila gani? Muha. Wapi na wapi hapa? Pale hakuna Kiruga wala nini. Yaani binti jifunze Kisagara na kinini? Na Kisangu. Uone kama shughuli utaiweza hii. Hapo ni Kiingereza Kiswahili. Yaani mama anza tuition ya Kiingereza. How are you? I'm fine.
I'm good, unamaliza tu. Sasa hivi yani I'm good, atembea tu. How are you? I'm fine. I'm good. Umemaliza. Njegele kata yenyewe. Jamani amina. Amina. Jamani amina. Lakini inaanza katika Tito 2:7. Na maana upendo huondoa hofu na woga. Waraka wa Yohana wa kwanza 4:18. Yaani upendo unaondoa roho ya hofu. Kwa sababu kama mpendi mtu ukimwona mashaka anaingia, unashtuka. Maana ulimsema, unakutana Mama Ruasha ulimsema vibaya, unashtuka. Unasikia hata sema nimeongea. Maana kuna watu wa Mbeya ukisikia umeitwa. Kuna mtu aende kamuita ofisa, samahani baba, moyo umeenda mbio, mimi nimekuita. Una kesi gani? Mimi nimekuita kwa upendo, nikusalimie basi. Upendo huondoa woga. Ndio maana unashangaa binti amemaliza chuo, haingii kwa mchungaji amemaliza chuo, wala hashuhudii madhabahuni, anaogopa. Hofu inaondolewa na upendo. Yaani ukimpenda mtu huna mashaka. Ukiona mtu anakukimbia ujue kuna neno alikuwa la kuzungumza. Wanasema binti akitenda dhambi, hamwangalieni usoni. Na ni watu washauri wazazi, msio mnakula meza mbili. Mzilegizana na watoto wake kama mimi, weka meza pamoja, waweke watu pamoja. Binti ambaye amefanya tatizo anakwepa meza, anaenda kuoga wakati wa nini? Wakati wa chakula, naogopa. Lakini face to face anaogopa. Wenye familia acheni hizo kwamba watoto wa kike lia barabarani, watoto wa kiume lia huko, ujinga acha. Weka meza uwanjani, kula na watoto wako, ndio upendo wa kweli. Wangapi wananielewa hilo? Ukilia uwanjani utashangaa mtoto wa kike au mtoto wa kiume aliyefanya kosa anakimbia mezani, anapotea. Namba 9. Upendo ni tunda la kwanza, halafu mengine yafuata. Yaani huwezi kukosa upendo ukawa na matunda mengine, hilo halipo. Wagalatia 5:22. Yaani upendo ni tunda la kwanza. Yaani huwezi, maana ukiwa na upendo huwezi kuua, ukiwa na upendo huwezi kuzina, ukiwa na upendo huwezi kumchukia jirani yako, ukiwa na upendo huwezi kumwanzia mabaya jirani yako. Upendo. Namba 10. Upendo huleta amani kwenye familia. Upendo huleta amani kwenye familia. Ukiona amani ya nyumba haipo, ujue kwenye familia hakuna upendo. Ukiona mama anarukaruka kama harage asiyoiva, unajua huyu mama kuna shida. Sisi Mafiga, hii ni familia. Hii ni kijana mmoja ametuma message kwamba nitaimisi familia ya Mafiga, nikajisikia vizuri. Nataka nikwambie leo, asubuhi leo, Mafiga hii ni familia ya Yesu. Sisi wote ni watoto wa baba mmoja. Sisi ni familia. Mwambie jirani yako, sisi ni familia. Lakini pia upendo uliongeza kanisa kwa kasi. Ili kanisa lijae, lazima tuwe na upendo ndani yetu. Jambo la mwisho, upendo huleta marafiki wengi, lakini wengi lazima uwapambanue. Yaani ukiwa na upendo marafiki unawapata wengi, lakini kwenye warafiki hao watachujwa na yeye mwenyewe. Kwa neno upendo likikaa kwenye moyo wako litakupa amani, litakupa furaha. Hivi mtu mnasali wote kanisani hapa, halafu msalimie mwenzako, wewe si mchawi kabisa, unampita mwenzio bila kumsalimia, unaruka tu, au mimi usiongee naye. Sasa bora ungekuwa mtu wa kawaida tu. Sasa ongea naye kwa lipi? Lipi amekukosea kubwa kuliko Yesu aliyepigwa msumari? Unampita mtu kumsalimia, yeye unampita mtu kumsalimia hivi. Naomba simama. Mungu nipende.